Sema popote pale. Sasa wewe unaomba hapa. Sasa tumekaa kwenye hii semina. Kuna watu wengine wamekaa mahali pengine wanaendelea na semina. Yeye anapatikana popote kwa mtu yoyote madamu ndani yake amepondeka. Ndio maana anasema mtanijengea nyumba kubwa ya namna gani ili nipate kukaa? Wakisa, utamjengea Mungu nyumba ipi ili apate kukaa? Sasa mtanifanyia nyumba ipi? Lakini angalia nyumba anayokuja kukaa. Anasema mwenye moyo wa unyenyekevu, moyo uliopondeka. Hiyo ndio nyumba yake. Nyumba ya Mungu ni ile roho iliyopondeka, roho iliyojinyenyekeza, roho iliyoshuka, roho ambayo inatetemeka inaposikia habari zake, roho ambayo inakubali mapenzi ya Mungu. Anasema mtu wa namna hiyo ndiye nitakayemwangalia. Sikiliza, unapofanya maombi unabeba tabia za Mungu, unabeba tabia za Mungu. Tabia za Mungu zinakaa ndani yako na Mungu anafanya maskani ndani yako. Biblia inasema sio mimi ninayoishi ndani ya Kristo, bali ni Kristo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo omba, unatakiwa uombe maombi yenye lengo la kumtaka Mungu atengeneze na kukufinyanga vile anavyotaka, kwa sababu una ushirika na yeye. Narudia tena, kwa sababu una ushirika na yeye. Fanya maombi ambayo ndani yake yana lengo la kumtaka Mungu. Hebu sema kumtaka Mungu. Sema kumtaka Mungu. Sema kumtaka Mungu. Kumtaka Mungu akutengeneze, akufinyange, akuumbe kwa upya ili ubebe tabia za Mungu, kwa sababu una ushirika na Mungu. Omba maombi yenye lengo la kumtaka Mungu akutengeneze, akufinyange, akuumbe kwa upya ili ubebe tabia za Mungu. Yaani hayo ni maombi yako. Yaani ndio maombi yako umekaa kwa sababu una ushirika na Mungu. Na wewe agenda yako ili uimarishe mahusiano yako na Mungu, ili yawe endelevu, lazima ujifunze kufanya maombi. Moja kati ya maombi, fanya haya maombi ya kumtaka Mungu akutengeneze, akufinyange, akuumbe kwa upya ili ubebe tabia za Mungu. Watumishi, sasa haya maombi yanatakiwa ni yule mtu mwenye ushirika na nani? Na Mungu. Kwa nilikwambia jana, kuna vitabia vingine viko ndani yako hata wewe uvitaki. Unaogopa hata kutamka mbele za watu. Unapokuwa na ushirika na Mungu kwenye yale maombi ya ndani, unaambia Bwana nitengeneze, Bwana nifinyange, Bwana nifanye kwa upya, Bwana niumbe tena. Kuna vitu vimeumbika ndani yangu sio vyako, sio vyako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Isaya 64:8. Lakini sasa Bwana, wewe u baba yetu, sisi tu udongo, nawe u mfinyanzi wetu. Sisi sote tu kazi ya mikono yako. Sisi sote ni kazi ya mikono. Umeumbwa kwa mfano kama ni kazi ya Bwana na sisi ni udongo na yeye ni mfinyanzi. Unapokaa kwenye maombi, maanake Mungu anakufinyanga, maanake Mungu anakutengeneza ili ubebe tabia zake. Unapokosa maombi, unakosa kumruhusu Mungu kuingia kuyafinyanga maisha kabisa. Ninakwambia unakosa. Isaya 29:16. Isaya 29:16 anasema hivi: ninyi mnapindua mambo. Hebu sema mnapindua mambo. Je, mfinyanzi ahesabiwe kuwa kama udongo? Kitu kilichofinyangwa kimnene yeye aliyekifinyanga? Hakunifinyanga huyu? Au kitu kilichoumbwa kimnene yeye aliyekiumba? Yeye hana ufahamu? Unaona hii lugha ngumu sana. Anajaribu kutuambia kwamba tunapokuwa na ushirika na Mungu, tunampa Mungu nafasi ya kutufinyanga, kutufanya kwa upya. Wapi Mungu anakokutengeneza? Saa unapoomba. Angalia jambo lingine. Muombe Mungu akupe nguvu za kutembea na wewe. Yaani unapofanya maombi, unapokuwa mtu wa maombi, Mungu anaachilia nguvu ambazo zitakufanya utembee na yeye. Na sio tu utembee,
utembee kwa ushindi. Unapokuwa na ushirika na Mungu, unapoingia kwenye eneo la kuwa mtu wa maombi, yale maombi yanaachilia nguvu, na aina ya nguvu inayoachiliwa ni nguvu ya kutembea na Mungu. Sema kutembea na Mungu. Hebu sema kutembea na Mungu. Nguvu za kutembea na Mungu siku na mchana bila kuchoka. Unajua kwa nini watu wanachoka kwenye safari? Kwa nini watu wanachoka kwenye wokovu? Kwa nini watu wanaacha wokovu? Wengine hawana nguvu ambazo zinawasaidia waendelee kutembea na Mungu. Ndio maana wanafika mahali wanamwacha Mungu, wanatafuta nguvu zingine ziwasaidie kufika wanapotakiwa kufika. Yamkini uko huko ndani ya kanisa, lakini kwa kweli kuna mahali ulishachoka ukatafuta nguvu zingine zikusaidie kwenda. Come back. Rudi. Nasema rudi mbele za Mungu. Unapokuwa mtu wa maombi, ili ujenge ushirika na Mungu, yale maombi unayoyafanya yanaachilia nguvu, na moja kati ya nguvu anayoiachilia inakusaidia kutembea na Mungu. Tembei peke yako, unatembea na Mungu aliye hai. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ndio maana Zaburi 105 mstari wa 4 anasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Nguvu za nini? Za kukusaidia kutembea na Mungu. Ukitembea peke yako utajikwaa. Ukitembea peke yako utaenda kuzini. Ukitembea peke yako utaanza umbea. Ukitembea peke yako utaanza kukimbia ndoa. Ukitembea peke yako unaanza kuchoropoka. Ukitembea peke yako uzinzi unakukamata. Ukitembea peke yako unakuwa mbali na Mungu. Ukitembea peke yako unamleta shetani karibu. Ukitembea peke yako unaleta majaribu karibu. Ukitembea peke yako unaruhusu vibaka waje karibu. Unapotembea na Bwana, Bwana anatembea na wewe, anayaongoza mapito yako na njia zako. Unapotembea na Bwana, shetani anakuwa mbali na wewe. Unapotembea na Bwana, wachawi wanakaa mbali na wewe. Unaomba nguvu ili Bwana atembee na wewe. Usitembee peke yako. Unaenda sokoni, tembea na Mungu aliye hai. Unaenda ofisini, tembea na Mungu aliye hai. Unaenda kanisani, tembea na Mungu aliye hai. Unaenda kwenye ibada, tembea na Mungu aliye hai. Omba nguvu zake zitembee na wewe. Do not walk alone. Usije ukatembea peke yako, hautafika mbali. Unahitaji nguvu itokayo juu ipate nafasi ya kusaidia. Mwambie acha hivyo vibaya ulivyovibeba. Mwambie mpokee Mungu aliye hai. Mwambie akupe nguvu mpya. Simama kwa miguu yako utapata nafasi ya kuomba kidogo. Unataka kuwa na ushirika na Mungu, lazima ndani yako ujifunze. Na siku ya kesho tutakuwa tuna maombi maalum. Wangapi wanatamani tuombe? Kajidhabihu mbele za Bwana. Kuna watu wanahitaji kufunguliwa. Kuna watu wanahitaji kuvuka. Kuna watu wanahitaji wavuke ng'ambo ya pili. Kesho tatumia saa moja kuomba. Sasa sijui tutaanza na maombi afu tumalizie neno, au tutaanza na neno tumalizie na mimi sifahamu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sijaitaka mimi, Mungu ndiye aliyenipa ratiba kwamba kesho ingieni kwenye maombi. Na watangazie kila mtu apate nafasi ya kujidhabihu mbele za Bwana kwa ajili ya maombi. Vile utakavyojipanga ndani yako, utakavyojiandaa. Ibada inaanzia nyumbani. Fanya maandalizi huko. Mwambie Mungu ile ajenda iliyoko ndani yako, yale mambo yaliyobebwa ndani yako, mwambie Mungu, ninakuomba nikumbuke na mimi. Shika sadaka yako. Hallelujah. 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 Hallelujah.
unahitaji kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini wako watu wengine wako mahali hapa, kwa kweli ndani yao wamechoka kabisa, wamechoka. Sio kwamba hawajaokoka, wameokoka, ila tu wanasikia ndani kuchoka, wanasikia ndani kuchoka, wanasikia ndani kutokuendelea mbele, wanasikia ndani kutokuendelea mbele, wanasikia tu wamechoka ndani yake. Tunapokuwa tunamwabudu Mungu, kama uko mtu mahali hapa umechoka ndani yako, unasikia tu umechoka ndani, unashindwa kuendelea, uelewe kitu gani kimetokea, unasikia tu umechoka ndani, hamna kinachoendelea kwako. Utakuwa unasogea hapa mbele kabla hatujafanya maombi haya ya watu wote kwa pamoja. Sema Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Asante Yesu kwa kusema nami, asante Yesu kwa kunitembelea, asante Yesu